Sitaki uwe kama Yami, muda wote kitovu kipo nje. Nataka nikufanye mke mwema, kiufupi nikutunze. Haya ndo maneno mazuri na matamu ambayo yalikuwa yanatoka kinywani mwa msanii akiwa anamwambia bidada yule. Hivi unadhani kwa soga hizo ambazo anazungumza msanii, demu atachomoa? Demu atapinga? Yani ni sawa na ngamia kusomewa dua na mashe, moja kwa moja kichwa chake kaeka chini, amekubali kuchinjwa. Hapo ndipo anatenga muda na nafasi msanii kutupa story kuhusiana na bidada huyo. Anakwambia bidada huyo bwana alikuwa mpenzi wake ambaye wanachati naye, hakupata muda au na nafasi ya kuonana naye. Sasa siku hiyo kuna siku kamtumia hela, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, dem kila siku anamwambia anakuja, afu mwisho siku anazidi kumtupa tu. Sasa siku hiyo demu alimwaahidi bwana yule msanii, akamwambiaje, mchumba wangu, mpenzi wangu, I swear na kuapia mbele za Mungu, leo nitumie nauli na kuja kwako mapema sana. Sasa kikawaida bwana, ukiambiwa maneno hayo na mchumba ambaye hujawahi kuonana naye, unakuwa kama anakumotivate fulani hivi, anakupa msisimko. Sasa jamaa akatoka pale moja kwa moja akaenda kwa wakala. Ile kufika kwa wakala akamwambia, "Wewe bwana wakala, mtuma kiasi cha hela mtumie huyo hapa mchumba wangu bwana, maana kitambo kweli sijamuona. Leo kaniahidi anakuja bwana." Wakala akasema sawa, akampa namba, akamtajia na jina. Hasa alipomaliza kumtumia ile hela, kawaida wanawake bwana ukiwatumia hela hawajibu meseji, yani kama hela wameipata, wao wanajua tu wakishatumia wanapotezea. Hasa baada ya muda kidogo msanii akaona fresh, ngoja nifike nyumbani. Kafika nyumbani akachukua simu ili aweze kumpigia yule mchumba wake, amuulize vipi mamtu hela umepata. Baada ya muda kidogo bwana mwanamke akapokea, ambia sawa mchumba wangu nimeipata, asante sana, hapa yenyewe najiandaa niweze kuja. Jamaa akaona fresh, ngoja hapa. Akaida bwana watoto wa kiume wanaona huyu mwanamke amenisumbua sana, akatoka hapo kaenda kwa Masai. Unajua kwa Masai kaenda kufanyaje? Kaenda kununua kitu mkongo bwana, ili mwanamke yule akija tu amkomeshe. Baada ya kupaka ule mkongo, muda sio mrefu akachukua simu yake ili aweze kumpigia mchumba. Mchumba umefikia wapi? Kila akipiga simu, mara kwanza simu inatumika, mara pili inatumika, mara tatu kabisa ikasikia namba unayopiga kwa sasa haipatikani. Hivi unajua msanii ule akaenda kuchukua uamuzi gani? Mimi simalize uondo wa msanii huyu ambaye anajulikana kwa jina la D-Boy. Tumsikilize mwenyewe anamzungumziaje mwanamke huyo baada ya tukio hilo. Enjoy muziki mzuri. Mwanzoni aliniaminisha nikapata kitu kwa Masai, nikasema leo akifika show yake mbona atafurahi. Ona ananizalilisha, kumbe alipanga lagai. Hiyo hela bora nipe nikampe mangi, dukani ananidai. We wakala, fanya rudisha mwamala. We wakala, na kumba rudisha mwamala. We wakala, fanya rudisha mwamala. Hivi baada ya kumsikiliza msanii huyo ambaye anajulikana kwa jina la D-Boy, ambapo yeye mwenyewe bwana kama anavodai anasema amemtumia hela dem kazingua, moja kwa moja akaenda kwa wakala akamwambia, bwana wakala, mambo asiwe mengi bwana, mimi sitaki stories ziwe nyingi wala nini. Hela yangu nilomtumia wewe demu irudishe, muamala wangu ustopu. Je, swali ambalo nataka nikuachie wewe ndugu mtazamaji hapo, niambie ushawahi kukutana na hali kama hiyo ambayo amepitia msanii huyu, ambapo umejiandaa kwa vitu kibao ili uweze kumkabili msichana, lakini msichana muda kuja geto hajatokea kabisa, muda kuja geto simu hapokei. Unadhani ulichukua hatua gani? Niambie hapo katika section ya comment, na usisahau pia kunifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii kama TikTok, Instagram pamoja na Facebook. Call me 6 Trader if I must die. Adwa.